Nani? Mwenyekiti wako mzee. Mwenyekiti. Mtoto wako amekamatwa na mapolisi. Kakamatwa saa ngapi? Muda si mrefu mzee. Muda si mrefu. Muda huu amepelekwa kituoni. Tunasema yuko kituoni mzee. Kituoni. Ili ufike kituoni. Haya, asante. Sawa sawa. Shukrani kwa taarifa mwenyekiti. Asante. Naitaka hivi. Mtoto alikuwa mjeuri, basi dawa yake ndio hii. Mbavu. Natumaini wewe ni mzazi wa Dani. Ndio. Dani kwa leo uweze kuonana naye kwa sababu tupo tunafanya uchunguzi, na uchunguzi ukikamilika basi tutatoa taarifa. Asante. Nadhani umenielewa. Habari za huko? Nafahamu asubuhi umeondoka mkwenda zako polisi. Vipi toto lako huko? Nakuuliza utaki kunijibu. Mimi ndio mumeo. Au kuna mume mwingine zaidi ya mimi? Hivi baby, kwa unacheza kamari? Yaani umekaa kabisa kijiweni na wale vijana unaanza kucheza kamari. Halafu unaanza kunitambulisha. Hivi umekaa kabisa umenisaminisha? Unaanza kunitambulisha pale. Mimi sijapenda. Baby, kufanya kazi kwa halali ni ngumu sana kufanikiwa. Hata kama umeshindwa kufanya kazi yoyote. Sasa tumesikani. Naenda kumaliza. Tuondoke. Nakulenga nakuta magetoni naenda kuchukua chini.
Dogo wewe, mbona zingua wewe? Ndio ujajana bado nataka kuzingua. Hata kwenye pozi unajua. Poa vipi bwana, nipigie makelele. Simama juu. Simama juu. Simama juu. Simama juu. Tangulia mbele. Tangulia mbele. Leo si Jonas. Nipo. Njoo. Sawa. Karibu. Asante dokta. Karibu ndugu Deo. Asante sana dokta. Vipi lakini nyumbani? Nyumbani salama. Naona hapa kidogo maendeleo, kilo zimeongezeka. Na wewe mwenyewe unavyoona maendeleo yako vipi? Maendeleo kama hivi kuna kidogo. Shemeji na wadogo dogo na watoto zetu. Alhamdulillah. Mungu asaidie. Mimi mwenyewe naona kidogo nguo sasa hivi imekaa tofauti na mara ya kwanza. Navyoona hapa daftari lako unafuatilia vizuri dawa. Nikupe pongezi sana kuhusu hilo. Kwa sababu kuna vijana wengi wanaosumbuliwa na virusi vya ukimwi hawataki kuja sehemu husika kama hii. Ila anakupa pongezi kwa wewe kwa kufuatilia dawa kama inavyotakiwa. Na kingine hata unapopewa dawa kama unakunywa usiku basi kunywa usiku. Kila siku usikose. Pia nikuongezee kingine. Unapokuja kuchukua hivi dawa hata zikiisha unatakiwa ufike tena sehemu kama hii. Mara ya kwanza tulikuwa tunakupa kila baada ya mwezi mmoja. Ila kwa sasa tutakupa kila baada ya miezi mitatu. Tunakupa hivi wingi wa kutumia ili upate kutumia siku nyingi na zinapoisha tunakukaribisha tena ufike sehemu hii. Sawa sawa dokta. Kama nilivyokusisitizia mara ya kwanza, usikose kutumia. Kama ulikuwa unatumia usiku, basi kila siku inapofika usiku unywe. Kwa sababu hizo unapotumia vizuri unaweza ukaishi hata miaka 100. Hadi pale Mwenyezi Mungu anaposema kuchukua. Ila endapo unapotumia vibaya, basi huo ugonjwa ni hatari sana Deo. Pia kingine kama unapata muda wa kupumzika, unatakiwa kupumzika ili mwili uwe kwenye ubora. Na vyakula, matunda sana, pia hata maji kunywa kwa wingi. Umesikia? Na ukifanya hivyo basi najua kabisa au tunasema labda mara 3 unapokuja tena au mara ya 4 basi utakuwa hivyo. Sawa sawa dokta. Asante sana dokta. Afande.
Hii kesi hainihusu.